Nzoia. President William Ruto and I are very proud of Susan Nakumisha as CS Health. Huyu mtoto wenu ni shupavu, and I can confirm from where I sit, mimi I chair the cabinet committees on behalf of the president. I'm in charge of implementation of cabinet decisions, and I want to say nikiwa hapa Nzoia, mimi na rais tunajivunia huyu msichana mlitupatia tusaidie kazi. She is a very, very focused and a committed cabinet secretary. Na tunataka tuseme amepanga wizara ya afya vizuri. Na she is one of the most committed cabinet secretaries who are focused and who know where they are going and what they are doing. So wewe Susan kanyangia hapo. Lakini ukumbuke hata ukifanyia Kenya kazi, charity begins at kwanza utengeneze nyumbani, ndio hata sisi tukuamini unaweza kutusaidia. Na ujue hata Yesu alianza Jerusalem kabla aende Judea. Sisi ndio Jerusalem yake. This is your Jerusalem. So usaidie governor apate madawa. Lakini governor, kama kulikuwa na madeni kwa KEMSA lazima ulipe, kwa sababu dawa ya deni ni kufanya nini? Dawa ya deni ni kufanya nini? Si ndio? Si mimi nasema, if there are debts ilichukuliwa na your predecessor, ukuwe kama sisi na rais tumekuta madeni ya 9.8 trillion tunalipa, hatuwezi ruka. Hiyo ni madeni, ni ya Kenya. Si mimi nilisema pale Kasarani siku ya inauguration, nikasema tumekuta Kenya imeisha kwa store, hata panya alitoroka, hakuna kitu ya kukula nzima. Rais amengangana karibu 1 year. Hata tuko na ingine kubwa inaitwa Eurobond, inakuja mwezi ya 6. Kwa sababu ukikuta madeni ilichukuliwa na serikali iliyoko mbele yako, those are your debts. Ile mambo mzuri governor umeinherit assets, uinherit. Ile umepata mabaya liabilities, you also inherit. Hata sisi tumepata madeni ilichukuliwa na Rais Uhuru Kenyatta na ile mzee Azimio. Sasa hatuna namna, si lazima tulipe. Kenya isipigiwe kengele. So governor, I sympathize with you, but you have to pay. Lazima ulipe hiyo madeni ndio upate madawa, because hakuna namna nyingine. Hata sisi jia tunafurahi sana kulipa madeni. Hatutaki Kenya ikiwe blacklisted. And that is why for 1 year watu wanakuwa impatient. Hii watu Azimio wanatupigia kelele. Hii madeni ni hao walichukua wakiwa serikali ya handshake. Na sisi tunalipa madeni yao na hatulalamiki. Watupatie nafasi tulipe madeni. Na tuko karibu kumaliza hii madeni, alafu sasa ndio kazi itembee.